Andika kichwa cha somo kinachosema umuhimu wa kujitathmini au kujipima maisha ya Ukristo. Andika umuhimu wa kujitathmini au kujipima maisha ya Ukristo. Umuhimu wa kujitathmini au kujipima maisha ya Ukristo. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamini, si kwamba sisi ni wazuri au ni wema sana, ila neema ya Mungu umetunyosha mkono tutumike wakati huu, na wewe wakati wako utafika, utatumika. Amina. Amen. Basi tusome andiko letu la msingi kwenye hicho kitabu cha Korintho wa pili, ile sura ya 13 na ule mstari wa 5. Biblia inasema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe, au hamjui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Leo tutaangalia kama tulivyoangalia asubuhi ya kwamba umuhimu wa kujipima au kutathmini maisha ya Ukristo. Jamani, lazima tu tunajipima, lazima tu tunatathmini ya kwamba maisha yetu ya Ukristo yanaendaje. Je, yanaendelea au yamedumaa au yamesimama? Amina. Kwa hiyo lazima tufanye tathmini. Naweza kusema kwa nini tujitathmini maisha yetu ya Ukristo? Mbona tu hata mataasisi mbalimbali yanatathmini, yanapiga hesabu mbalimbali. Hata makampuni wanatathmini kwa baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6, wengine kwa mwaka mzima. Ndio sasa wanakaa, wanajadili, wanatathmini, je, katika kampuni yetu hii, je, tumezalisha faida kiasi gani? Tumepata hasara kiasi gani? Si ndivyo kampuni itajua kwamba hapa tuna hii biashara tunaifanya, je, tunazalisha faida au iza tunapata hasara? Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata serikali yetu inafanya tathmini. Ndio maana CAG alitoa hesabu akaleta kwenye mataasisi mbalimbali na kutazamisha tuone ya kwamba si tu maisha ya Kristo tunaweza kufanya tathmini, hata pia upande wa kiserikali, hata pia upande wa makampuni. Hata wewe mwenyewe kama una biashara yako lazima unajifuatilia, na Waswahili wanasema mali bila daftari ufanya nini? Ufanya nini wapendwa? Yes, upotea bila habari. Kwa sababu kama wewe unaendesha biashara, haujifuatilii, haujui biashara na kuzalishia kiasi gani, faida kiasi gani unapata, je, unapata hasara, je, hii biashara inakuwa au imedumaa? Lazima ujifuatilie. Sasa ndivyo ilivyo na maisha ya Ukristo. Ukishaokoka kuna hatua, tunakuwa imani hata imani, tunakuwa utukufu hadi utukufu, tunakuwa nguvu hadi nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia mambo kadhaa, na ziko sababu. Kwa haraka nitakuelezea ziko sababu ambazo zinafanya tujitathmini maisha yetu ya Ukristo. Maisha yetu yanaendaje tangu ulivyookoka? Mwingine ameokoka mwezi uliopita, mwingine ameokoka miezi 5, mwingine ameokoka mwaka uliopita, ana mwaka mmoja kuna wokovu, mwingine ana miaka 2, mwingine 5, mwingine mingi zaidi ya hiyo. Lakini je, angalia, ukitizama tangu ulivyookoka, je, maisha yako Ukristo yako pale pale au yanaenda kiwango kingine, au yamesimama au yamedumaa kabisa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikaona kwamba Mungu kanipa neno hili ya kwamba na sisi tujitafakari kama Eden Garden, ya kwamba maisha yetu ya Ukristo, je, yanasonga mbele au yamedumaa? Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaenda kujipima sasa. Sababu ya kwanza ya kujipima, sababu ya kwanza, Mungu hapendi uvuguvugu. Kuna kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14. Tutakuwa tunasoma pale haraka. Sura ya 3 mstari wa 14. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anena yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Najua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika
utoke katika kinywa changu. Haleluya! Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kujipima kwenye maisha ya Ukristo ni Mungu hapendi uvuguvugu. Haleluya! Mungu hapendi maisha ya kawaida au kuzoelea ibada, kuzoelea wokovu, na hilo ni jambo baya ambalo linatufanya tudumae, tusikue katika imani, na pengine tusizione baraka za Mungu, na pengine tusikie tu shuhuda kwa watu. Mtu anasimama anasema ni Bwana amenitendea 1, 2, 3, lakini mpaka mwana unashangaa, Bwana kwani Mungu mimi anisikii au anioni mahali nilipo? Bwana anatendea watu wengine tu. Ukatafakari na ukajiuliza mambo mengi na ukakosa majibu. Lakini si kwamba Mungu hafanyi kazi, anafanya kazi, lakini maisha yako ya Ukristo yana hali gani? Na Mungu anasema hapendi uvuguvugu. Anasema ni heri uwe baridi kabisa, uwe baridi kabisa kuliko kuwa vuguvugu, au heri uwe moto. Uchague mambo ya kimungu ndio yao kipaumbele kwenye maisha yako. Uyatangulize mambo ya kimungu, uyaweke mstari wa mbele mambo ya kimungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mpendwa, usichukue ule Ukristo wa kawaida wa kuzoelea wokovu. Usizoelee wokovu. Na nikasema asubuhi, unapokuja nyumbani mwa Mungu, usije kama unakuja kutalii. Beba neno la Mungu, beba Biblia. Hata kama una Biblia kwenye simu, hiyo ni soft copy. Mtu hawezi kujua umeokoka au hujaokoka. Beba hard copy, hii Biblia ibebe. Unakuja nyumbani mwa Mungu leo, beba Biblia kwa ujasiri. Wewe ni Mkristo, umeokoka. Wewe ni mwana wa Mungu leo. Kwa usije nyumbani mwa Mungu kama unakuja kutalia au kupiga story. Unakuja kukutana na Mungu leo. Haleluya. Mungu ndio tunakuja kuziacha shida zetu. Tunakuja kuyaacha matatizo yetu. Mungu anakuja kutatua changamoto zetu. Sio nyumbani mwa Mungu unakuja labda kama vile nani. Mama tunajipima hivyo. Haleluya. Haleluya. Ndio tunajipima hivyo maisha ya Kristo. Kiroho chako kisamini. Beba neno la Mungu kwa ujasiri. Beba madai, beba mapeni ya kwamba mchungaji anaposimama hapa analihudumia kanisa, ameomba wiki nzima kwamba Mungu ampe neno, akutane na watu wake, akutane na kanisa lake, na Mungu anampa neno, na anakuja anasimama hapa analihudumia kanisa. Sasa wewe unatakiwa uchukue, upokee kile ambacho utatembea nacho wiki nzima, kile ambacho Mungu amesema. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu anaposema na watu wake anamtumia mtumishi wake. Yaani anapokuwa anasimama na ubiri ndio Mungu anasema. Usitarajie kwamba atakuja Mungu live. Hapana. Haleluya. Yaani una noti sasa, unachukua, tunajifunza. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Haleluya. Na tunajifunza kila itwapo leo. Hauwezi kuhitimu kujifunza. Wewe unajifunza kila itwapo leo mpaka unaenda kaburini. Yaani ndio sasa hapo umehitimu. Lakini ukishaokoka unaacha kujifunza, unajihesabu kwamba mimi nimeshakuwa sasa. Unaanza kujihesabia haki. Unadumaa, unakufa kiroho. Haleluya. Haleluya. Penda kujifunza. Penda mambo ya Mungu. Haleluya. Acha kuzoelea mambo ya wokovu. Acha uvuguvugu. Amina watu wa Mungu. Wewe Mungu apende nini? Apende uvuguvugu. Na pointi ya pili, mbingu ni ya washindi. Ufunuo hiyo sura ya 3 mstari ule wa 5. Sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasema, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho aiambia makanisa. Naomba tuongezane na Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26, tutasoma kwa sababu ya muda. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26. Utaongezea na Ufunuo sura ya 3 hiyo mstari wa 12. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5 tumesoma.
ongezea na Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26 na Ufunuo sura ya 3 mstari wa 21. Amina. Mbingu ni ya washindi. Mbingu si ile mama. Mbingu inahitaji kujikana. Mbingu si ya walegelege. Lazima ukisha kuwa Mkristo umetangaza vita na ulimwengu. Na ndio maana Yesu akasema ulimwengu utawachukia. Si kwamba umewachukia ninyi, umenichukia mimi, kwa sababu ninyi naliwachagua katika ulimwengu. Ninyi si wa ulimwengu huu. Ndio maana ulimwengu unawachukia. Sasa wewe unatafuta kupendwa. Huwezi kupendwa ukisha okoka. Yesu alisema mimi nalikuja kuleta upanga duniani. Nalikuja kumfitinisha mtu na babaye, binti na mkwe. Kwa ndugu zako lazima ukuchukie kwa sababu ya wokovu uliopokea. Kuna mtu kasha kufukuzwa kwao hapa, ile tu mkono wako juu kwa sababu ameokoka. Alifukuzwa nyumbani kwao. Yeye akatangaza tu mimi nimeokoka. Nyumbani kwao, siku ile nyumbani kwao kumfukuza. Kuna mtu hapo. Bwana asifiwe. Kiwango hicho bado. Sasa kuna watu wanafukuzwa. Yaani kuna ukoo wao, kuna milinge, yaani mambo ni mazito. Anapotangaza tu kwamba nimeshaokoka, tayari ametangaza vita. Sasa wewe mpendwa, mbingu ni ya washindi. Mbingu inahitaji kujikana, inahitaji kujitoa. Biblia inasema heri ashindaye, nami nitampa kuketi pamoja na baba yangu kama mimi nilivyoshinda. Haleluya, haleluya. Usipende mambo ya kidunia. Chukieni mambo ya kidunia. Nimesema atakayependa dunia na kumpenda baba kumo ndani yake. Usipende dunia. Wewe umeshaokolewa na Yesu Kristo, damu yake imekutakasa. Wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo lazima utembee kwa kanuni. Lazima utembee kwa kumfuata Yesu. Lazima umuishe Mungu aliye hai. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbingu ni ya washindi. Mbingu si ile mama. Lazima ujikane. Na Ukristo si wa ndugu yako. Ukristo si wa baba. Ukristo si wa mama, wala si wala mimi ndagazani kwamba sasa Ukristo kwa sababu mimi na watoto, sasa na mimi nimezaliwa kwenye dini ya mamangu au baba yangu. Ukristo upo hivyo. Na yule mtoto na anahitaji wokovu. Lazima naye aokoke ili aweze kurithi ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo ndugu zangu wapenda, mbingu ni ya washindi. Lazima ukubali kujikana. Lazima ukatae mambo ya kidunia. Lazima ulinde uchunge utakatifu. Utakatifu ndiye vazi la kutuingiza pale mbinguni. Ukichafua mavazi yako, Biblia inasema atakayeyatunza mavazi yake, huyo nitampa kuketi pamoja nami katika ufalme wa baba yangu. Kwa hiyo lazima uchunge, usichafue. Kimbia zinaa, kimbia dhambi. Wewe unaweza kusema maana mimi nilishinda nitatubu tu. Lakini tazama kina Yusufu. Yusufu alikataa dhambi. Akamwachia vazi mke wa Potifa. Japokuwa Mungu alimpa kibali kikubwa na akampa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya yule Potifa, yule akida. Lakini alisema usimguse tu mke wake. Na Yusufu akasimama na Mungu. Hakukubali kujichafua. Haleluya. Kwa hiyo wapo watu ambao watasimama, ambao watu wakitoa sababu watasema mbona sisi tulishinda huo mtihani, wewe umeangukaje? Kwa hiyo ndugu zangu, mbingu ni ya washindi. Amina, watu wa Mungu. Wapo wakina Danieli walishinda chakula cha mfalme, hilo si najisi, walikataa. Waliekewa vyote wanaenda kula, lakini wakasema sisi tutakula mtama na maji tu. Walikataa. Kwa mbingu na washindi. Lazima mambo mengine yasiyofaa, wewe ni Mkristo, lazima usiyakubali kila kitu. Na kuna marafiki wewe kwa gharama hiyo wokovu inatakiwa uachane nao. Kuna watu unatakiwa kuambatana nao wanakurudisha nyuma. Unatakiwa ujitenge mbali nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na jambo la tatu, yupo adui apendi wewe ufike mbinguni. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 7 mpaka 8. Hiyo tutasoma. Yuko adui
Biblia inasema shetani ni kama simba angurumaye akizunguka zunguka usiku na mchana, na halali sasa wewe unalala. Biblia inasema inamshuhudia usiku na mchana anazunguka zunguka, ambao wewe usiku unalala, na pengine hata maombi uombe una hata maombi. Biblia inasema anazunguka zunguka, anatafuta wa kumeza. Sasa yuko adui ambaye pendi uende mbinguni, lazima kupige vita. Amina, watu wa Mungu. Lakini lazima ujikame, kwa sababu mbingu ni ya washindi. Amina, Bwana asifiwe. Tuangalie mambo ya kujitathmini. Mambo ya kujitathmini. Jambo la kwanza, umeutoa mwili wako kiasi gani kwa Mungu aliye hai? Warumi sura 12 mstari wa kwanza. Warumi sura 12 mstari wa kwanza. Umeutoa mwili wako kiasi gani kwa Mungu aliye hai? Biblia inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Biblia inasema itoeni miili yenu. Itoeni miili yenu. Kwa hiyo mambo ya kujitathmini, katika moja ya mambo ya kujitathmini, mwili wako huu umeutoa kiasi gani kwa Mungu aliye hai? Na maandiko yanasema itoeni miili yenu ndio dhabihu iliyo hai. Ukiutoa mwili wako kuuleta hapa ibadani, ndio unamtolea Mungu dhabihu iliyo hai. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuwa mtu wa ibada, hata pale nyumbani kwako, kwa familia yako, weka ibada. Wakati ukisha kuwa mmekula kama familia, weka ibada pale. Kabla ya kulala, muwe na ibada za kuomba. Kama familia mnaomba wote kwa pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo, na asubuhi ukiamka, usiamke kama kidudu. Unaamka unamshukuru Mungu aliye hai, na unajikabidhi mbele za Bwana kwa ajili ya kuikabili hiyo siku. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Mwili wako umetoa kiasi gani mbele za Mungu? Je, kila siku ndani ya wiki nzima wewe unapiga tu misosi? Hauchukua hata muda wa kufunga na kuomba? Maisha ya Ukristo ili yawe imara, lazima watu wawe na muda wa kufunga na kuomba. Ndani ya wiki nzima, usile wiki nzima mpendwa. Hiyo ni hatari kiroho. Ili uwe salama, atakiwa hata siku 3 ndani ya wiki moja za kufunga, hata masaa 12. Hayo ni mazoezi ya kiroho. Tena ni mazoezi mepesi. Wanaita yeye kurudisha mlango tu. Acha na hiyo 3 kavu, acha na hiyo 3 kavu. Hii ya kurudisha mlango. Unafanya mazoezi ya kiroho. Hata masaa 12 unajinyima chakula. Unaweza hata kama hata una maombi ya kuombea, pengine unafunga hata usome tu neno la Mungu ili uweze kulielewa. Au kama si hivyo, unaombea hata mambo yaliyo ndani ya kanisa, hata mipango ya kanisa. Bwana asifiwe. Hauwezi kukosa maombi. Yaani ukiniambia umekosa maombi ni kitu cha ajabu, mimi nitakushangaa. Ukosi maombi na hujaamua tu. Na ndio maana maisha yako Kristo unaona yako hivyo. Si kiwango ambacho Mungu anakuangalia unatakiwa uwe. Wewe ni viwango vingine. Wewe ni hatua nyingine. Wewe ni mtu mwingine. Amua kuwa jitu na ambalo linaweza kusimama, ambalo linaweza kumtafuta Bwana katika roho na kweli. Inaenda kumuita Bwana usiku wa saa 8. Linalitia jina la Mungu aliye hai. Anasimama mwenyewe bila kusimamiwa. Kuwa mtu ambaye ni mtu mwombaji. Haleluya. Haleluya. Jisimamie mwenyewe. Hebu nasema jaribuni, mmeshakuwa katika imani na Kristo anakaa ndani yenu. Sasa wewe sio kupangiwa, hata maombi wewe sio kupangiwa. Wewe umeshakuwa sio mtoto mchanga tena wa kiimani. Jambo la kufunga na kuomba lisitangaze tu hapa kanisani. Jamani, tutakuwa tuna maombi ya siku 21. Kwa hiyo sasa tunaanza maombi yetu wiki ijayo. Naomba kila mmoja jitahidi kufunga. Sasa wewe, yani hivyo sasa wewe ukiwa na Mkristo hai, yani unafurahia sasa maombi. Yani unaona hii bana, alhamdulillah. Safi. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Penda kutoa mwili wako kwa Mungu
hiyo dhabihu takatifu. Amina watu wa Mungu, amina watu wa Mungu. Na jambo jingine la pili, mambo ya kujitathmini. Ratiba zako za maombi zikoje? Ratiba zako za maombi zikoje? Kitabu cha Mathayo ile sura ya 26, kitabu cha Mathayo ile sura ya 26 ule mstari wa 40, Biblia inasema akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni mwombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Utaongezea na maandiko mengine nikuongezea hapo. Warumi sura 12 mstari wa 12, Wakolosai sura 4 mstari wa 6, na Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 17, na Luka sura 18 mstari wa kwanza. Ratiba zangu za maombi zikoje? Warumi sura 12 mstari wa 12, Wakolosai sura 4 mstari wa 6, Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 17, na Luka sura 18 mstari wa kwanza. Yesu alikuwa na maombi pale mlimani kabla ya kwenda msalabani kusulubiwa. Aliwachukua wanafunzi wake watatu akaenda kuomba nao, ambaye ni Petro, Yohana na Yakobo. Lakini Biblia inashuhudia kwamba watu walishindwa kuomba na Yesu, na ndio maana Yesu anawaachia, anawaambia hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja, hata saa moja. Biblia inatuasa ya kwamba tuwe waombaji angalau hata risali moja. Utenge muda wako wa maombi, uwe na muda wa maombi Mkristo. Amina watu wa Mungu, kuwa na muda wa kumtafuta Mungu. Mambo mengine kwenye maisha yako hayatabadilika, kuna mambo hayatatokea, kuna maisha utasikia tu watu wanashuhudia, wewe utaona kwako. Ondoka kuwa Mkristo wa kawaida. Ukitenga muda wa maombi, nakwambia kuna vitu vitabadilika kwenye maisha yako, hautabaki kama jinsi ulivyo. Hebu angalia mwenyewe, tangu ulivyookoka, ratiba zako za maombi zipoje leo? Jitathmini mwenyewe, angalia ratiba zako. Je, ulivyokuwa unaomba lisali moja, ulivyokuwa unaomba lisali moja na nusu, je, leo hii unaomba hata hilo lisaa? Maombi yako yakoje? Jitathmini tu mwenyewe. Je, maombi yako yamekuwa ni ya muda gani? Ni ya dakika 5 ya nusu saa? Yana muda gani maombi yako? Kwa hiyo lazima upange ratiba nzuri, lazima uwe na muda na Mungu aliye hai. Lazima wewe kama maisha yako ukitaka yawe ya viwango vingine, yawe yasiyo Mkristo wa kawaida, lazima uwe na muda utenge kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haleluya, amen. Lazima maisha yako yatakuwa ya kawaida tu. Amina watu wa Mungu. Ndio tunajitathmini hivyo, maombi yako yapoje? Kwa hiyo kama ulikuwa unaomba dakika 5, kaongeze sio dakika 10. Mimi sikuhukumu. Wengine ulishapunguza, ulikuwa unaomba dakika 20, kaongeze hiyo nusu saa. Utakapoomba nusu saa, huku ndani kunajengeka kiu, kunajengeka shauku. Unapokuja kuomba tena kwa wakati mwingine, tayari unaweza kuomba tena kwa watu, unaenda kwenda hatua nyingine zaidi. Kwa sababu ile hali huwa anajengea nidhamu ya kiroho. Na hiyo nidhamu ya kiroho, Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Anaweza kukuamsha hata usiku wa saa 8, hata usiku wa saa 9. Anakuamsha uombe. Pengine kuna mambo yanatokea hiyo siku, lazima uombe. Na ndio maana kuna Ayubu inasema, ni nani aliyetangazia mapambazuko yake tangu siku ilipoanza? Kwa hiyo lazima uyatangazie, lazima uyatabirie mema, lazima useme mambo yatokee siku hiyo, lazima ukatae kama ni roho za ajali, lazima upinge kama ni mambo kwa watoto wako wanaenda shule, lazima wabariki, lazima watamkie mema, lazima utamke mema kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo usikubali kuwa mtu wa kawaida. Tenga, kuwa na muda na maombi, na Mungu ataheshimu hiyo ratiba. Ukijiwekea ratiba, Mungu ataheshimu, atakupa nafasi na atakupa na kibali pia. Utakuwa hakuna chochote kinachokusumbua, kwa sababu tayari Roho Mtakatifu hakulazimishi.
Yeye sio kama polisi akupige pingu, akulazimishe. Sasa mtumishi, ukifika saa 9 anakutia pingu, unatakiwa uombe. Roho Mtakatifu ufanye hivyo. Ni wewe tu ukishaweka nia ndani. Yeye ukishaweka nia ndani, yeye ndiye anakuwezesha sasa. Ukishaanza kuomba, najua hakuna kazi ngumu kama kuomba. Najua Ukristo hakuna kazi ngumu kama kuomba. Hiyo ni kazi ngumu sana, lakini inahitaji kujizabiu, inahitaji kujitoa. Ukishaanza kuomba, Roho Mtakatifu atakuja juu yako, atakutia nguvu, atakuwezesha. Hata kama mwili ulikuwa unasikia kuchoka, lakini unatiwa nguvu tena. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hata kulazimisha, mpendwa, ni wewe mwenyewe. Weka ratiba zako vizuri, na Roho Mtakatifu na utaratibu. Amina, watu wa Mungu. Amen. Na pointi nyingine, utoaji wangu upoje? Tunajitathmini sasa, mambo ya kujitathmini. Utoaji wangu upoje? Kutoka sura ya 23 mstari wa 15. Hatutasoma ile andiko ambalo linasema Mungu alimwagiza Musa, akamwambia kwamba hakuna atakayejizurisha mbele zangu mikono mitupu. Yaani maana kila anayekuja mbele za Bwana lazima awe na kitu cha kumtolea Mungu ale hai. Na ndio maana kama una pesa, labda pengine pale una chochote unacholima, pengine una ndizi, kata ndizi yako, njoo tolee Mungu sadaka. Haleluya. Na mimi nakubali kabisa ya kwamba wiki nzima kweli asikosa hata cha kumtolea Mungu, haiwezekani. Lazima uwe nacho cha kumtolea Mungu. Wewe tu weka ratiba zako vizuri, kwa sababu cheki ratiba yako kwa siku. Unakula kiasi gani? Ni pesa ngapi kwa siku unatumia? Si ni pesa nyingi? Amina, watu wa Mungu. Amina imani. Sema amen. Amen. Tunahubiri wote pamoja, nikisema amina usema amen. Amina, watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo lazima una kitu cha kumtolea nani? Cha kumtolea Mungu. Na ukiamua kumtolea Mungu, wewe unakuwa si wabuku tena. Yaani ukiamua tu, masuala ya Kristo ni kuamua. Nataka nikwambie ni kuamua. Kuanzia Jumatatu unapoingia kazini, unaanza kumeki kuanzia Jumatatu ya kwamba wanapotangaza hapa sadaka ya maendeleo ya kanisa, unajua kabisa umeshatenga ina sadaka ya maendeleo ya kanisa. Kuna sadaka nyingine inaitwa sadaka ya upendo. Umeshatenga ina sadaka ya upendo. Kuna sadaka nyingine ya mahitaji maalum. Umeshatenga sadaka zako. Yaani ndani ya wiki nzima, hata yule ambaye yuko nyumbani ambaye anapewa pesa, hata yule ambaye uko shuleni, unaanza kumtolea Mungu sadaka. Ile baba ambaye anakupa, unaiweka nyingine pembeni kwamba hii ni ya Mungu ile hai. Kwa sababu Mungu anatufundisha kutoa. Biblia inasema Mungu alimtoa mwanao pekee ili kila mtu amwaminie na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kutoa, na tunatoa si kwamba tupokee au tupate. Tunatoa kwa sababu tunampenda Mungu aliye hai. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tathmini, tangu Januari tumeanza maisha yako ya Ukristo. Umejitathmini ratiba zako za maombi. Umejitathmini unajitoaje kwa Mungu kwa habari ya ibada na maombi na namna nyingine. Kuna utoaji wako. Utoaji wako upoje? Ndio tunajitathmini hivyo mbele za Mungu. Mungu kuna siku, kuna Biblia inashuhudia, kuna mahali nadhani kuna Luka, walikuwa wanatoa sadaka. Yesu alikuwa amesimama pale mbele kwenye ile hazina. Akamwona mama mmoja anatoa senti ya mwisho. Yesu akamshuhudia yule mama. Anasema wote wametoa kwenye vile vingi walivyo navyo. Lakini ukicheki kwenye akaunti zao zimejaa na mapesa kwenye akaunti. Lakini cheki unamtolea Mungu. Anasema huyu mama ametoa kwenye, yani hiyo ndiye hazina yake ya mwisho. Na Yesu akamshuhudia kwamba huyu ndiye ametoa, ambaye sadaka inagusa moyo wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa unaweza kubadilisha hata matoleo yako. Na mimi sihubiri matoleo, ile tunajitathmini maisha ya Ukristo yawe na viwango, yawe na hatua nyingine. Usikubali kuwa Mkristo wa kawaida. Usikubali kuwa Mkristo anayezoelea wokovu. Lazima uende viwango vingine. Imani hata imani, nguvu hadi nguvu, utukufu hadi utukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ukifanya hivyo mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Nataka nikwambie lazima abadilike. Hautakuwa Mkristo wa kawaida. Bwana asifiwe. Na jambo lingine, shauku ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Biblia inasema akawaambia,
enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Taongezea na Mathayo ile sura 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Marko sura 16 mstari wa 15. Alafu na Mathayo sura 28 mstari wa 19 mpaka 20. Ambayo anasema akawaambia akawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, wakawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina, watu wa Mungu. Hapo kwenye shauku ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Haleluya. Shauku ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Wewe haujazaliwa mtakatifu. Wewe umenyofolewa kwenye dhambi. Ni neema ya Mungu ndiye inakutoa ulipokuwa. Wewe angalia mwenyewe, kuna wengine hapo walikuwa ni walevi, si ndio? Wewe mpunga mkono walikuwa walevi. Wale ambao wanakesha ba. Funga tu mkono, umeshaokoka mtumishi siku 10. Safi. Safi. Kuna wengine walikuwa ni makahaba na kadhalika. Mwingine alikuwa ni majambazi. Lakini cheki neema ya Mungu imekuokoa na kutoa huko uliko. Sasa umeokoka. Yale maisha ya dhambi yako tena ndani yako. Sasa Yesu amekuokoa wewe kwa faida kubwa, ili walete na vijana wengine kwa Yesu. Vijana wenzako walete na wao kwa nuru ya Yesu Kristo. Kama hatutafanya hivyo, wapendwa, kuokolewa kwetu hakutakuwa na maana, hakutakuwa na faida. Hebu niambie, tutasimini, tafakari pamoja. Yesu kutuokoa sisi bado vijana hivi weje, kama hatutawaleta wengine kwa Yesu. Yaani neema ambayo, na mimi nasema msipokee neema ya Mungu bure. Hivi angalia, hii neema ya Mungu ambayo tumeipokea, kama tutakaa tu wengine atuambia habari za Yesu, ni hatari kubwa. Itakuwa hakuna maana kuokolewa kwetu. Tumeokolewa na tuko ndani ya ufalme wa Yesu, tukujenga ufalme wa Mungu ili tuwaambie na wengine habari za Yesu. Waambie watu uzuri wa Yesu, waeleze uzuri wa Yesu, waeleze matendo makuu ya Mungu leo, waeleze jinsi Yesu alivyokutoa. Watu ushuhuda, hata kama wao huwezi kusema sana, na kumshuhudia mtu sio kujua kupangilia maneno na si kutoa sauti kubwa. Hapana, kumwambia mtu habari za Yesu, hata ukimwambia kwa upole, kwa utaratibu, yani yeye amesikia tu habari za Yesu, ndicho kitakachomsaidia na kumtoa dhambini. Sio sauti ya kupayuka na sauti kubwa, wala si chochote unaweza kumpa, ila wao ni kumwambia tu uzuri wa Yesu, ya kwamba mpendwa, Yesu anakupenda, Yesu anasamehe dhambi, mimi amenisamehe mojawapo, na wewe njoo kwake. Amina. Na unampa na ushuhuda ya kwamba mimi nilikuwa ni mlevi. Angalia leo, kiu ya pombe haiko tena ndani yangu, sitamani tena kunywa pombe. Nini kilichonishindia? Ni huyu Yesu ndiye amenishindia. Amina. Hiyo tu inatosha. Haleluya. Sasa tujitafakari. Pale kuna ofisi yako unawaambia watu kwa umeokoka? Unawaeleza habari za Yesu? Pale kazini kwako, pale marafiki zako ambao unachati nao, hebu angalia tu unapokaa kwenye mtandao. Unapokaa kwenye mtandao kiperuzi, yani muda unaochukua. Wale ambao unakutana nao kazini kwako. Kwa sababu hata pale kuna ofisi yako, waeleze watu habari za Yesu. Hata kama utawaeleza, lakini waambie kwamba mimi nimeokoka. Yaani washuhudie kwamba mimi nimeokoka. Wakishajua umeokoka tayari ni ushuhuda. Amina, watu wa Mungu. Haina haja waeleze sana. Na ukishaambia umeokoka tayari wewe ni ulinzi tosha. Hawataongea habari zisizofaa mbele zako. Hawatatukana wakiwa na wewe. Na ni hatari sana ukiwa umeokoka pale ofisini kwako waambie watu wengine habari za Yesu. Wanaweza wakanya pombe mbele yako, au wengine wanavuta sigara wanapuliza kabisa mbele yako, kwa sababu hujawaambia habari za Yesu. Hebu angalia kuna ukoo wako. Wewe umeokoka peke yako. Watu wa ukoo wako, achana na ukoo tu, kwenye familia wako ndugu zako bado hawajaokoka, lakini nani atawaambia habari za Yesu? Si ni wewe unatakiwa uambie? Wewe ndio unatakiwa uambie. Na ndio maana Yesu amekuokoa, waeleze. Kama kuhukumiwa jehanamu, wahukumie wao wenyewe kwa mpango wao, watakapomkataa Yesu. Lakini wewe umeshanao mikono. Maana Biblia inasema unapokaa na mwenye dhambi na usimwambie matendo yake,
Usimwambie habari zake, maisha yake, ya kwamba Mungu ataidai hiyo damu kwenye mikono yako. Ataidai. Siku ile mwenye dhambi atakuja, ambaye akisha kufa no way, hawezi tena kubadilisha maisha yake. Atakuona wewe unaenda kwenye uzima wa milele, huko unafurahi na Yesu, yeye anaenda kwenye moto. Anaanza kujiuliza, kumbe yule rafiki yetu maana alikuwa ameokoka. Bwana hakutuambia. Bwana tulikuwa naye pale kazini kwetu. Bwana hakutuambia sisi kama ameokoka. Hakutuambia. Lakini cheki yule mtu anaenda jehanamu. Wewe tayari unaenda huko tayari unafurahi na Yesu. Wale wenye dhambi wanalia. Ukicheki mwingine ndugu yako analia, yuko kule motoni. Lakini kumwambia habari za Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waeleze watu habari za Yesu. Amina, watu wa Mungu. Usinyamaze. Usijaze habari za Simba na Yanga. Waeleze watu habari za Yesu. Amina, watu wa Mungu. Na jambo la mwisho, unapenda neno la Mungu kiasi gani? Wakolosai sura 3 mstari 16. Wakolosai sura 3 mstari 16. Unapenda neno la Mungu? Unapenda neno la Mungu kiasi gani? Biblia inasema Wakolosai 3:16, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Tusome na Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 mstari 72. Zaburi ya 119 mstari 72. Tusome na Zaburi ya 119 mstari 72. Biblia inasema mstari 72, sheria ya kinywa chako ni njema kwangu kuliko maelfu ya dhahabu na fedha. Ongezea na Zaburi ya 105. 119 mstari 105. Ongezea na Zaburi ya 119 mstari 105. Biblia inasema neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Na mengine tutasoma, ongezea, tutasoma hata nyumbani. Misali sura 16 mstari 20. Alafu ongezea na Ibrania sura 4 mstari 12. Alafu ongezea na Yeremia 23 mstari 29. Tarudia Zaburi ya 119 mstari 11. Zaburi ya 119 mstari wa 72. Misali 16 mstari wa 20. Ebrania sura 4 mstari 12. Waebrania sura 4 mstari 12. Yeremia 23 mstari wa 29. Biblia inasema neno langu si kama moto, ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Amina, watu wa Mungu. Neno la Mungu unalipenda kwa kiwango gani? Neno la Mungu ndio linatuhekimisha. Neno la Mungu ndiye linatufundisha. Neno la Mungu ndiye linatuelekeza. Haleluya. Na ndio maana Yeremia anasema neno lako si kama moto, ni kama nyundo inaweza kuvunja mawe vipande vipande. Neno la Mungu linaweza kuvunja kila tabia mbaya. Haleluya. Amina. Linaweza kumwadabisha. Unaona, anasema neno la Mungu linaweza kumwadabisha mtu wa Mungu awe kamili, amehakikishwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu nalipenda kwa kiasi gani? Je, unasoma neno la Mungu kwa siku? Kwa sababu tunapojitathmini lazima pia msomaji wa neno, lazima usome neno la Mungu, lazima upende neno la Mungu. Kwa siku ukisoma hata sura moja inatosha, mpendwa. Hiyo ni hatua nzuri. Lakini siku isiishe haujasoma hata sura moja. Hiyo ni hatari maisha yako Kristo, kwa sababu Mungu ni neno. Na Mungu anasema na watu wake kupitia neno lake. Haleluya. Haleluya. Penda neno la Mungu. Na maandiko yanasema neno la Kristo na likae kwa wingi. Weka neno la Mungu ndani yako. Na ndio maana leo anasema neno lako naliweka neno lako nisikutende nini? Nisikutende dhambi. Penda neno la Mungu, tenga muda. Kuwa na muda wa kusoma neno la Mungu. Kwa siku isipite hata kama umebana kiasi gani, soma hata mistari miwili. Hiyo mistari iweke kichwani, tafakari. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kujitathmini Ukristo wako. Isipite siku hujasoma hata neno la Mungu. Imepita tu hivi bla bla. Soma neno la Mungu.
Chanzo cha imani ni kusikia. Imani yako ndio inaendelea kukua na kuongezeka. Kama utaacha kusoma neno, tayari imani yako inadhoofika. Imani yako inakuwa ikui, kwa sababu imani yako inaongezeka kwa kusikia neno. Inasema chanzo cha imani ni kusikia neno. Warumi 10:17. Unaposikia neno ndio imani yako inaongezeka. Imani inakuwa. Kuwa na muda wa kusoma neno la Mungu. Haleluya. Amen. Naomba tusimame. Karibu.